kusalimia wewe tena? Si umetukuta. Ala! Wewe mwana yangu kweli wewe? Wewe mwana yangu nakuuliza. Wezunde, nani huyu? Huyu mgeni unamleta kwenye hii maya bila mimi kujua. Halafu uko polini huko unatalii naye. Kweli? Hujui utaratibu wetu hapa? Nakuuliza wewe Zunde. Walinzi, hebu kamata haraka. Kamata haraka. Machoni mwangu mtu anayeyuka. Siamini macho yangu. Siamini macho yangu. Ushirikina bado upo. Uchawi bado upo katika imaya yangu. Machoni mwangu mtu anayeyuka. Mlinzi mkuu. Naam. Hata Zunde mtarajiwa wangu anakuja na mgeni huku alafu anayeyuka. Ama kweli mtabiri mengine alikuwa ananiambia sahihi. Shangazi. Shangazi? Ndio shangazi, kwani umenisahau? Mbona unanishangaza? Kwani mimi unanifahamu? Na tuliwahi kuonana wapi? Ndio nakufahamu. Wewe ni mkwe wangu kwa kijana wako Mputo. Siwa, upendo ni jibu kwamba kila mmoja anataka. Upendo ni lugha kwamba ni kila mmoja anaongea. Upendo hauwezi kununuliwa. Upendo ni uchawi safi tu. Ni siri ya maisha matamu Siwa. Nakupenda. Kwa nini unanifanyia hivyo? Mputo, mimi sitaki kuwa kila kitu kwa kila mtu. Lakini napenda kuwa kitu kwa mtu. Na mtu mwenyewe nilishakwambia Mputo. Ningependa nikwambie neno moja ambalo halina gharama yoyote kwenye moyo wako. Linatumia vibaya na halina thamani yoyote. Mputo, mimi sikupendi. Uzuri siadisiwi nayaona kwa macho nayaona. Siadisiwi nayaona. Moyo masikini, roho imechakazwa na mapenzi ya uongo. Minaumia, jena chekelea. Nakunjua moyo wangu. Uishi milele maishani. Nafunga nafsi yangu nikupende wewe peke yako. Siwa, wengi wanatafuta mwanamke wa kuishi naye tu, lakini mimi nimetafuta mwanamke ambaye siwezi kuishi bila yeye.
Tulikuwa na mahusiano ya kimapenzi. Sema kuna changamoto zilitokea zikatuletea utofauti, mimi na yeye tukaachana. Basi kama hiyo ndio itakuwa changamoto ya wewe kunichukia, naomba uniue radhi, maana si ni vijana bado hatujajua mengi, tunakosea. Mkwe wangu, hebu sikia nikwambie. Mimi kwenye mai sina ndugu aina yoyote. Hautakuwa umenifananisha. Mputo. Nilikutana na kijana alijitambulisha kwa jina hilo la Mputo. Labda mtakuwa mmenifananisha. Mimi sio huyo mtu mnemzania. Samahani kwa hilo na pole sana. Unajua katika hii dunia ni wachache wanaopewa furaha kuliko wanaotoa furaha yenyewe. Una maana gani kusema hivyo mwana chief? Disa, Malka, tuzeni sana moyo. Maana moyo ndipo chembe za uhai zinapotoka. Ni kweli mwana wa chief. Ni vyema ukaishi maisha yako na sio kuishi maisha ya mtu mwingine. Hapo kidogo itapatikana nini maana ya kulinda moyo wako. Nimekuja hapa kwa usalama na amani, lakini nitaporudi tena kwa mara nyingine, usalama hapo hakuna na amani hakuna, na kula kichwa chako. Chifu, hivi kwa nini malumbano ya kila siku mimi na wewe hayaishi? Hebu tuondoe tofauti zetu. Mimi ni Malkia, tuishi kama zamani chifu wangu. Nakupa muda mchache sana au dakika chache sana uhakikishe binti yangu anarudi katika himaya yangu. Kinyume cha hapo hutaongea maneno hayo, utakwenda kuyaongea kwa kuongelea, sio hapa. Chifu, kwanza ile swala la upoteaji wa binti yako ndo kwanza nalisikia kutoka kwako. Sijui chochote. Kimya! Mbavu! Mshenzi wa tabia! Mchawi mkubwa wewe! Walinzi! Mimi na uovu! Mimi nakuwa! Acha!
Chifu, nilikwambia ya kwamba mtoto wako mimi nitamrudisha katika hii himaya. Sasa kwa nini unamfokea Malkia? Na alikuwa ni mke wako. Kwa nini unakiuka makubaliano yetu? Umepata bahati kubwa sana wewe. Saizi tungeongea mengine hapa. Na ungekwenda kula mchanga. Ungekwenda kwenye mizimu ya kwenu kwa babako na mama yako. Chawi wewe. Siku zako za kuishi zinahesabika. Mama, uko sawa? Niko sawa mwanangu. Malka, umewezaje kutoka ulipofungiwa? Na hali yako kulikuwa kuna ulinzi mkali sana. Mputo, kama unaweza kushangaa moto kuungua, inakuwaje ukiona maji yakilowana? Sijakuelewa. Malka ni jini na sio binadamu wa kawaida. Bado sijakuelewa. Amewazuru walinzi wa chifu. Sasa vita sitakuwa ngumu. Hata mimi sitaweza kuingia katika himaya. Kwa maana chifu atajua mpango wangu. Mtanzi, sisi majini tuna nafsi mbili. Tuna nafsi ya roho na ya nyama. Nimejigawa mara mbili ili nije kufanya kazi yako mtukufu wangu. Bado sijakuelewa. Vipi kuhusu Biswa? Watakuwa wamemnyonga? Haiwezi wewe kuwa hapa, yeye kuwa kule. Watajua umetoroka. Mputo, Biswa ni mzima, wala hajafa na wala hajanyongwa. Na hawawezi kufanya hivyo kwa sababu mwana wa chifu bado hajapatikana. Na wewe pia ndo zamana ya kupatikana mwana wa chifu. Mputo, Malka amejigawa mara mbili. Yaani hapa yupo na kule pia yupo. Hapo nimeelewa sasa. Malkia wangu, tunafanyaje? Maana mimi sina mwongozo wote ule. Maelekezo yote tutayapata kwa Bituli. Mimi nadhani mwanzo wetu umekuwa mzuri sana. Sijajua mwisho wetu itakuwaje. Nafikiri kila chenye mwanzo mwema kitakuwa na mwisho mwema. Kuna mwenye wazo? Mimi nina wazo. Inabidi tujue ni namna gani tunamsaidia Biswa. Kwa sababu anapitia mateso makali sana. Na sisi ndio chanzo cha haya mateso anayopitia yeye. Sawa, nimekuelewa Mtanzi. Ila kinachotakiwa ni kumrudisha mwana wa chifu nyumbani kwao. Lakini haitawezekana mpaka tumueleze kila kitu, uchafu wote anaofanya baba yake. Lakini mimi nitakuwa naenda kumtembelea mara kwa mara. Tampelekea chakula na maji. Inawezekana vipi? Si atakufahamu ni nani? Mtanzi hawezi wakanifahamu kwa maana atatumia taswira ya mtu mwingine. Sawa. Mimi nafikiri hakuna chengine ambacho cha kuzungumzia hapa. Tayari tushazungumza na tumeshaelewana. Kilichobaki hapa tuendelee tu na utendaji wa kazi. Tuweze kufanikisha harakati zetu, si ndio?